siwezi nikauvumilia. Judy, umerudi lini kutoka kwa shangazi yako? Nda, sina hata siku nyingi nimerudi. Ila hata hivyo najuta kwa nini nimerudi. Ni bora usingerudi. Kwa nini unasema hivyo? Aliyenifanya nirudi kwa haraka amenivunja moyo. Hana tena upendo, hajali na kumbuki kitu chochote juu yangu. Pole sana rafiki yangu. Lakini ni nani huyo? Ni kijana niliyempa moyo wangu. Sasa ameularua vipande vipande na hataki tena kunisikia. Mbegu ya upendo niliyoipanda moyoni mwake imegeuka kuwa chuki na hasira kifuani mwake. Nakuonea huruma sana rafiki yangu. Natamani hayo maumivu ulionayo yapotee na furaha irejee. Nipo na wewe bega kwa bega kuhakikisha haya yanafika tamati. Natamani uwe mtu wa mwisho duniani kuumizwa na mapenzi. Lakini najiuliza, ni njia gani nitaitumia ili kutokomeza hili? Yes. Mapenzi ya kweli ndio suluhisho ya kila kitu. Dea, ina maana kile nilichokuonya msikifanye hamkunielewa? Au nilikuwa natwanga maji kwenye kinu? Eti kwani tusipokusikiliza na kufuata matakwa yako, wewe unapata hasara gani? Kama sio kelele cha kuvaa shela wakati bibi harusi ni mwingine. Dea, wewe nani anataka kukataza ndoto zetu? Huyu jamaa mimi simjui. Hata hivyo kuendelea kumsikiliza yeye ni dalili za uoga. Na sisi 45 hatuogopi lolote. Hebu tuenzetu. Nimewachekea sana. Sasa mmeanza kuniona kama matako yenu. Swala la nyinyi kuwa wachawi, mimi halinipi faida yoyote, wala nyinyi haliwapi faida yoyote. Naomba niambie kitu. Nyinyi bado ni vijana. Nchi bado inawategemea, na sio nchi tu, familia pia inawategemea. Sasa najua kinachowasumbua ni mhemko wa kuingia kwenye hili jambo. Kwa usalama wenu, sitisheni hili jambo mara moja. Muone huyu wajifanya mzee, kumbe kijana tu kama sisi. Ona una njaa wewe, sio bure. Ana njaa au kichaa? Alafu anavyokaa dishi takuwa limeumba huyo. Yaani amekuja kwenye kijiji cha watu na kuanza kutuangia namna ya kuishi. Babu we, sisi na 45 na hatuchikalie maovu. Alafu anavyoonekana kama ametoroka shule. Hebu rudi darasani mwanangu, ujifunze namna ya kuishi na watu. Nisipo hapa funzo nyinyi mtanizoea.